Right, uko ndani ya Mzedu Media. Hapa makala yetu ni mahojiano. Leo hapa hivi tumekuandalia mgeni wetu ndani ya Mzedu Media. Mzedu Media hapa, yani burudani huwezi maliza. Na presenter ni mimi Radi Kid hapa hivi. Na mgeni wangu leo anafaa kujitambulisha hapa kidogo. Tuambie ndugu yangu, wanakuita nani? Bwana, mimi naitwa Maneriko. Naitwa Maneriko bwana. Wazi kabisa, wewe wanakuita Eriko, wanakutambuka kama Eriko bwana. Unatoka pande gani kakangu? Mimi natoka pande za Kakamega Western bwana. Usiogote, all the way Eric from Kakamega. Karibu sana Mzedu Media hapa hivi bwana. Leo tuko na majadiliano yetu 1 2 3 ambapo tunataka tujadiliane hapa ndani ya Mzedu Media. Mashabiki zetu wakitusikize na wapate burudani kamili, au sio? Labda katika maisha yako sahihi na katika umri umefikia ndugu yangu, labda umekupana na tatizo gani ama umekumbana na jambo gani katika maisha yako likakukera mpaka saa hii hujaisahau? Niambie ndugu yangu hapa. Bana, kulingana na maisha yangu bana, jambo lililonikera sana maisha yangu bana ni jambo lingine ambalo la ajabu bana. Naweza kuwa na mtu bana unampenda bana, baadaye mwisho unapata bana huyo mtu mnashughulika naye katika mipango zenu zote, lakini hatimaye wewe unatoka unaenda kazi bana, pengine kazi ya kuishi huko, unajipanga kwa muda kidogo ndio urudi nyumbani bana. Apata huyo jamaa, huyo mtu ambaye mnakaa naye kama mke ama rafiki yako msichana ama rafiki yako kijana, naye anatembea anachukua rafiki yako wa karibu sana bana. Kwa mfano kama mimi bana, ili jambo bana lilinikera bana. Nilikuwa na mtu wangu bana mahali bana. Huyo jamaa alikuwa mshirika sana kanisani bana. So unamaanisha ulikuwa na rafiki yako msichana na akakukera kwa sababu ya kukuchezea, si ndio? Hata kando na kusema msichana, alikuwa mke wangu bana. Yule alikuwa mke wangu. Yaani tayari mko mshafunga ndoa naye tayari kabisa, ndo kabidi aanze kufanya mambo kama hayo? Ni kuoana. Tulikuwa na yeye tumeoana, hata tuko naye na watoto bana, wamemaliza shule bana. Lakini sasa cha kushangaza bana, wahubiri bana, mhubiri mmoja bana ambaye alikuwa mhubiri wetu kanisani bana, akapiga mahesabu zake, akaanza kuleta ushirika kwangu nyumbani bana. Bwana yaani unamaanisha hao waumini ambao wanachunga kondoo wanataka kula kondoo? Bana, wahubiri umchunga kondoo pia anafungua aone kondoo kujuma iko namna gani bwana. Mr. Eric hapa unatupatia burudani kidogo. Unamaanisha kwamba hao wachungaji si watu wa kuamini? Bana, mpaka saa hizi nimechukia wahubiri ndugu yangu mtangazaji bwana, nimewachukia zaidi sababu wao wahubiri vijana hawa si watu waaminifu wote. Wengine wamekuja biashara, wengine wamekuja wake za watu bana. Mimi niko na ushuhuda kamili bana. Hii ni mbaya, hii imekuwa ngori sana hapa ndani ya Mzedu Media. Bwana Eric anasema bwana, waumini wachungaji wanaingia katika waumini na kuharibia ndoa zao bwana. So unamaanisha bwana Eric walikuvunjia ndoa? Bana, ndoa yangu ilivunjika bana. Kuna mchungaji mmoja ambaye sitamtaja jina, lakini mwenyewe akisikia hii mahojiano bana, atakuja jijua mwenyewe bana. Nilikuwa nashiriki naye kanisani moja bana, mchango ya kanisa nasaidia nikiwa kazini. Sasa baadaye kumbe hawa jamaa mchango ya kanisa ambayo inachangwa bana, jamaa anaenda anajiburudisha na mke wangu bana mahali bana. Baadaye sasa nikaanza kunusa harufu zao, nikaanza kuwatafuta kwa mtandao mdogo na kwa watu bana. Baadaye ule mchungaji bana akaamua sasa alete sasa ushirika ya kesha kwangu yeye na mke wangu peke yake. Hii ni mbaya sana kwa wachungaji ambao wanajifanya wamevaa ngozi ya kondoo kumbe ndani ni chui bana. Sasa fanya hivi ndugu yangu, hebu tueleze kwa kifupi tu, labda ulichukua hatua gani ambapo ulipogundua hili? Mimi unajua hii kitendo kifanyika, mimi nilikuwa niko kazini mbali sana upande wa Mombasa huko. Sasa baadaye nikampigia mke wangu simu kumuuliza bwana, kuliendaje, ilifika kiwango paka ukamleta kwa nyumba ndio uridhike, mambo yalikuwaje bwana? Sasa yeye kwa kushtuka kule aliweza toroka, yeye akaenda zake. Yeye mchungaji naye alipojua kwamba nimejua mambo yako sasa yako wazi hadharani, akakimbia na hata kanisa kaliwacha bure sasa bwana. Ngaje mimi nilifika kiwango nikajichukulia mwenyewe hatua kivyangu ndani ya roho bana. Nikaamua anyway nitamsamehe huyo, lakini baadaye wao wenyewe watajuana na Mungu mbele bana.
Kwa hiyo hayo yote watu tunamwachia Mungu ambaye anaruhusu kila kitu kifanyike. Ama namna gani? Mimi nilimwachia Maulana kwa sababu baada ya hiyo vituko vyote kufanyika nikaweza kuwekewa maneno mengi ya uongo yote, nikasema na yakubali, lakini matunda yao watakuja kuyavuna bwana. Hata yule mchungaji baadaye alitokea kanisa lingine huko, aliposikia kwamba huku pia kumejulikana, mambo yamejulikana, akatoroka akaenda kwingine. Sasa yeye mwenyewe anakaa maisha ya mbwea, hajui ni wapi mbwa watampata. Lakini mimi sina maneno na yeye akae akiwa na amani, akule makondoo mpaka makondoo waishe, akose amani kabisa. Hiyo mimi namwombea yule mchungaji popote pale alipoenda bwana, aendelee kufungua mikia ya makondoo kabisa. Unajua mchungaji wa kondoo bwana, hufai kula kondoo, wewe ndio unafaa utetee kondoo bwana. Na yeye ndio sana anang'ang'ana na kukula makondoo zenyewe, akule, namwombea akule kabisa bwana. Hii ni mbaya sana kwa wale watumishi ambao wanajifanya namna hiyo bwana. Tafadhali hiyo tabia tunaikataa. Tunataka makanisa yetu yakuwe ni makanisa mahekalu ambayo matakatifu. Ama namna gani? Bwana, unaona kanisa za kitambo hizo zilikuwa za kitambo za mababu zetu. Hizo naamini zilikuwa kanisa. Hizi za kiroho zimekuja bwana. Angalia makanisa vile ziko, chunguza wale wachungaji vizuri sana. Wale waumini ambao wako pale na wanatafuta minono bwana, minofu ambayo imesonga, wanajua mnofu nikiushika uko sawa. Na lakini hawajui watashika mnofu mwingine, nao ule mnofu bana ni mbaya baba. Pole sana kwa hilo lililokukera katika maisha yako ndugu yangu. Wewe bwana mtangazaji, la mwisho mimi ningesema bwana, yule ambaye alinitendea hicho kitendo penye yupo mimi nilimsamehe bwana. Na yule pia mke wangu penye yuko mimi nilimsamehe bwana. Mimi sina ubaya, wao wakae na amani, mimi nikae na amani. Lakini chochote kile kisije kikatendeka wakasema bwana hili ndio nilifanya, hapana. Wao wamrudie Mungu vile alianza madhabahu ya kwanza kufungua makondoo mikia zao. Warudi kwa Mungu, apige magoti, wamwombe msamaha. Yote Mungu atayasikia. Kweli kabisa. Sasa bwana Eric, apatia advice wa mashabiki zetu kuhusu hawa wachungaji, unawaambia aje yani hawa mashabiki zetu? Bana wachungaji, naambieni hivi bana, mnapofanya ibada zenu, wewe mchungaji yafaa ukuwe mchungaji, kama ni mwanaume ukuwe na mwanamke, kama ni mwanamke ukuwe na mwanaume. Na wewe muumini, kama wewe baba, wewe mtu wa kutafuta, wewe kazi yako ni kutoka sana kwenda, na unaona bibi yako yuanda kanisani sana, mara nimetumwa na pasta hii, mara nimefanya hii, mara mimi nimechukuliwa kwa mama kanisa, bwana fanya uchunguzi pale, yule pasta anakufungulia nyuma. La pili pia, wewe kama ni baba mama, unapata bwanaka anakuambia bibi ya pasta amesema niende nifanye hii, bibi ya chunguza sana. Na ukiona mtu mwanamke wa mtu akiwa rafiki sana wa bibi yako, bibi ya mtu akuwe rafiki sana wa bibi yako, pata kujua kwamba kati ya yule mwanamke na bwana yule kuna mmoja anafungua mwingine. Na ukiona bibi yako amekuwa rafiki wa mtu fulani huko nje, kama bibi ya mtu fulani huko nje, hapo katikati kuna kitu. Huyu wangu alikuwa rafiki sana wa mke wa pasta wake sana. Na imagine tena yeye mwenyewe ndiye aliyewatengeneza hiyo siku yao ya harusi, ndiye aliyowapamba kama best maid wa harusi. Kumbe anapamba mtu vibaya ndiye akaweze kwenda kuchukua yule bwana. Hiyo ilikuwa hatari sana. Tumepata funzo hapa ndani hapa Mzedu Media na kijana wetu all the way from Kakamega bwana Eric Ingwani hapa Mzedu Media leo. Tutapatana naye tena kwa makala mengine mengi. Wacha leo burudani yetu tumalizie hapo. Na kwa wale watumishi ambao wanaoshughulika na kondoo, tafadhali tunawaomba muache hiyo tabia. Ndani hapa Mzedu Media burudani huwezi maliza. Karibuni sana.